langu Simba Sports Club hivi karibuni linarudi tena uwanjani. So mechi iliyopita tulicheza na Esperance de Tunis, lakini tukiangalia kwenye mifumo, Esperance de Tunis walianza na mfumo wa 5, walianza na mfumo wa 4-5-1. So huu mfumo ulitunyima sana sisi nafasi, spaces, zile space ndogo ndogo. Nafikiri kocha wa Esperance de Tunis alikuwa anaifahamu jinsi namna gani Simba inajua inavyopenda kucheza. Kwa hiyo hatukucheza, yani walikuwa wana block sehemu zote za uwanja, walikuwa wana block vizuri. So naamini pia kwenye mechi inaokuja ya CAF, Esperance de Tunis pamoja na Simba, Esperance de Tunis najua watakuja na mfumo huu. Wenda wakaja kama watu ucheza 4-5-1 basi watacheza 4-3-3. Mara nyingi sana timu za kule zina either zicheze 4-5-1 ambayo inaruhusu wao kufanya counter kwa kutumia wingbacks, watu wa pembeni ambao wana mbio sana, au wacheze 4-3-3 kushambulia kwa counter ya hatari. So hapa nimeangalia mfumo ambao mara nyingi huwa unaivunja 4-5-1. Mfumo ambao unauvunja 4-5-1 mara nyingi ni 3-4-2-1. Yaani nyuma kunakuwa kuna center back watatu, kunakuwa kuna viungo wawili pale, kunakuwa kuna center midfield na kuna defensive midfield mmoja. Sawa? Alafu kunakuwa kuna wingbacks wawili. Unaelewa? Alafu juu yao kuna attacking midfielder wawili, viungo washambuliaji wawili. Alafu kunakuwa kuna forward jitu mmoja. Sasa kwenye huu mfumo nikija kuangalia klabu yangu ya Simba, klabu yangu upendo ya Simba Sports Club, changamoto itakuja kwenye usahihi wa wingback. Yaani kupata hizi wingback mbili. Shomari Kapombe anaweza kucheza kama wingback kwa sababu anapenda kushambulia, na ukimweka karibu na ukimweka juu ya mstari wa katikati, mbona unamuona utamu wake. Lakini changamoto itakuja upande wa kushoto kama tukienda na mfumo huu wingback wa kushoto. Sasa nilivyoangalia ile mechi nimemuona Guyen, inaitwa ni Guyen, jina yake ni gumu kidogo, sifani mtanisamea hapo, bado halijakaa vizuri kwenye meno. Yule unaweza ukamweka upande wa kushoto awe kama wingback. Unajua mfumo unafanya Simba icheze inavyoweza kucheza. Sababu pale mbele kwa mfano tukimweka Chama pamoja na Morris Abraham anaweza akawa anakuja kidogo deep kuja kuchukua mipira katikati ya Kamara na Kagoma. Kiweza pale katikati ya Kamara na Kagoma, akija Morris pale akiwa anachukua mpira anapeleka mbele, anamwacha nani? Anamwacha Chama, anakuwa kama yuko huru kupokea mipira na kupiga 1-2 na forward wa mwisho. Pale tutacheza vizuri. Lakini sasa changamoto inakuja kwenye usahihi wa hawa mabeki. Wanatakiwa wawe kamili, wawe wana speed. Nangu ana speed, Deroka ana speed, labda tumweke Ismail beki mpya Ismail. Sasa sijajua kama atakuwa na speed na yeye au vipi, sijamuona. Lakini kama naye atakuwa na speed, iko vizuri, ana tactic iko vizuri, mtulivu, maana yake ni kwamba kutakuwa na uwiano sawa. Center midfield hapa anaweza akawa anarudi Kagoma akawa anarudi chini kidogo, tunapokuwa tunashambuliwa Kagoma anarudi chini. Alafu Derok ana maki upande wa
wingback ya nani, anamaki upande wa wingback ya Kapombe, na huyu Nangu anakuwa na baki anamaki upande huu wa wingback ya nani, wingback ya kama atacheza Kibabage au atacheza DN yote sawa, lakini tamani pia acheze. Ingekuwa mimi ndo najua coach, angecheza Bwana Gia. So huu hapa ndo unakuwa, huu ndo mfumo mara nyingi ambao unailazimisha, unatoa ile block, unatoa block ya 4-5-1. Maana yake pale juu kunakuwa kuna watu wengi, kwa hiyo yule wale center back wao wawili lazima wawe na kigugumizi, alafu analazimishwa huyu namba 6 wao analazimishwa asitoke pale. Sasa shida inakuja pale ambapo kama ilivyotokea kwenye ile game, inapigwa long ball moja noma sana, ila fresh hivyo ndo mimi ndivyo ninavyowaza na ninavyofikiria. So tukutane siku ya mechi.